Gazeti la Rada wote studio kama Rada la leo linaandika na bwana waziri ajipanga kununua urais. Kama ndio hivyo, funga kazi. Funga kazi. Kila mtu afanye shughuli inaendelea. Urais unauzwa. Urais watu unauzwa. Bana, tumetafakari tumeona turudi tuangalie hii ndani ni waziri gani anayetaka kununua urais. Na tunashukuru Mungu simu zimekuwa nyingi. Simu zimekuwa nyingi. Baada ya hii tumepigiwa simu. Rudini haraka. Babu vipi? Mweke farasi. Farasi mweke pale. Mpandishe waziri huyu anayotaka urais kwa udi na uvumba. Sasa tutamsafirisha. Sasa Rada linaingia ndani linasema ndio. Ni baada ya Rais Samia kutangaza kung'atuka mwaka 2030, afungua benki za dola kila mkoa. Huyu waziri anataka kununua urais. Shinga tunauzwa. Una shingapi? Au rais wa bendi. Rais wa bendi rafiki. Kwani kama rais wa nchi ya ununuliki. Kwani yeye kaambiwa shingapi? Kwani wewe umeambiwa shingapi? Mheshimiwa waziri, unaojipanga. Au Rada amejiandikia tu. Wewe muingie ndani. Tuone. Sasa waziri mwandamizi katika serikali ya awamu ya 6 ambaye amejijengea mazingira ya kuaminiwa sana na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anadaiwa kujilimbikizia ukwasi wa kutisha, ikiwa ni mkakati wake binafsi wa kuusaka urais baada ya Rais Samia kutangaza kustafu mwaka 2030. Sasa waziri huyo anadaiwa kutumia vyema nafasi yake ya uwaziri katika wizara anayoiongoza kwa kujilimbikizia utajiri ambao unaelezeka kuwa umepatikana kwa njia za rushwa na ufisadi, ili iwe rahisi kwake kushinda mbio za kugombea urais kwa gharama yoyote, hata kwa kununua wapiga kura ndani ya chama chake. Rada wanalo jina la waziri. Sasa tuliseme? Tuliseme? Pasuka. Jina la waziri? Rada wanalo. Maliza. Jina la waziri. Maliza. Tulimwage hapa. Sema. Tulimwage. Sema tumpandishe. Mwaga. Sema tumpandishe. Sasa Rada wanasema waziri huyo jina tunalo ameandaa mkakati kabambe wa kuwanunua wapiga kura ndani ya chama chake na nchi nzima, akiwa amejiwekea lengo la kupata angalau nusu ya wajumbe wote katika vikao vya maamuzi vya halmashauri kuu na mkutano mkuu. Sasa Mheshimiwa Waziri, sisi tunakwambia mwaka 2030 wewe unapanga, lakini Mungu naye anapanga yake. Bwana, nyie mmepoteza muda. Hii namba ya mwariri iko wapi? Ndio hii. Ndio hiyo. Nampigia. Mpigie. Sasa hii ngoja. Tutajie. Ngoja tutarudi naye. Turudi naye wapi wakati wanasema jina tunalo? Jina nasema tunalo. Wangetaka kila mtu awe nalo wangeliweka. Ndio tunataka sisi tunataka tujue. Basi tutajie. Basi jaribu mpigie. Labda apige, amwambie tutajie chemba. Chemba ya nini? Chemba ya nini? Tuliweke hapa. Ndio. Je, vipi nyinyi? Bwana mwariri. Bwana wewe. Chukua namba hiyo. Naigonga mimi. Piga. Mimi niko na Musa. Inawezekana. Piga. Musa nipige sipige. Piga tumpandishe hapa. Bwana, nipige sipige. Wewe umemleta farasi. Kwa ajili ya waziri apandishwe. Aende 2030. Lakini sisi tunamwambia mwariri inaita simu mwariri. Ndio, atajie jina la huyu waziri. Sisi tumeshtuka kabisa. Na uzuri kwamba wangesema habari bwana. Habari. Sawa bwana, mimi naitwa Hando bwana. Tokea meza ya minyama. Kutoka Wasafi hapa. Sehemu ya minyama. Nasoma naongea na mhariri mtendaji wa gazeti la Rada. Sijakuweka hewani. Hujakaa hewani mheshimiwa. Unaongea pembeni. Mheshimiwa mhariri. Bwana, habari yako imetusisimua leo hapa asubuhi ya leo. Huyu waziri anayejipanga kununua urais. Huyu waziri ambaye anajipanga kununua urais. Yaani tumechanganyikiwa hapa. Ana shilingi ngapi? Ngoja basi bwana. Sasa bwana, hapa sisi tukasema nyinyi jina mnalo sasa. Umesema jina tunalo. Tumepata hamu wazee wa minyama tujue hilo jina.
Mwariri. Uko hewani sasa. Uko hewani. Sasa hivi uko hewani. Uko hewani taratibu. Waziri ambaye anajinasibu kama mzalendo namba moja, ambaye anavaa na nguo za kizalendo. Ngoja. Chumvi. Endelea. Sasa kulikuwa na investigation ambazo tunafanya. Tukaona kwamba kuna hizo build change nyingi mno. Karibia Dar es Salaam kuna 18 peke yake. Kafungua yeye. Zimejaa pesa ya kigeni ambazo huwa inatolewa huko kwenye wizara. Inapelekwa kule kiaina ili kuzungusha, lakini kwenye uchumi wa taifa ni hatari kwa sababu unaweza kusababisha inflation ya dola. Okay. Sasa hii mmesema ziko nchi nzima. Ziko nchi nzima. Yaani ziko nchi nzima. Kila sehemu ukifika utakuta matawi ya hizo bulletins. Sasa nyinyi uchunguzi wenu umeingia kina, lakini maana hizi ni nzito. Tuma hizo ni nzito. Sisi tunatetemeka hapa. Sisi wenyewe tunatetemeka. Mimi nimeshika gazeti. Yaani tuliwafuata mpaka wamiliki wa bulletins. Kwa sababu huyo bwana mkubwa yeye huko nyuma yao haonekani. Ndio. Wale wakawa wanatukwepa kwa sababu ndio wanatukwepa kutoa ushirikiano kwa sababu wanajua tukiwaandika wao wanaweza kashtaki gazeti. Ndio. Sasa nyinyi mlijaribu kumcheki mwenyewe kudhibitisha huyo mzalendo. Ndio maana hatujamwandika jina hapa. Unaitwa nani bwana wewe? Mimi naitwa kaka. Nani? Mjema.